Hello guys, story time. Leo tunaleta habari ya kutoka Senegale ya mwanadada anaitwa Nogetiam ambaye amefishwa na walikutana mwili wake baada ya masaa 48. So Nogea alikuwa ni mtoto mwanamke mwenye aliolewa kama vile wengine watu, na alizaliwa miaka 2000, so alikuwa ngali binti mdogo. And then Nogea alikuwa anaishi na Belle Famille, maana yake alikuwa anaishi na wakwe zake, like wakaka zake na mume wake na wake wa mume wakubwa wa mume wake, na alikuwa anaishi na wadada wa mume wake. So ilikuwa ni ndoa ya mfamilie kwa walioana, lakini wakabakia ukweni. So Nogea aliishi mwa ile familia, nasikia alikuwa ana matatizo mengi sana na ile familia. Alikuwa hapendwi na walikuwa wanamuoneshelelea na walikuwa wanamfanyizia vituko kwa sababu walikuwa hawampendi. So Nogea aliishi kwa kuvumilia na akazaa mtoto wa kwanza, lakini alikuwa anaambiwa kwao, mimi nateseka mwa ile familia, hawanipendi na hawanijali, mimi ngeomba nitoke. Wako wanaambia ni wihangane nuko zuwa kwa kiso nasemaga mkirundi, uvumilie ndo gisi ujumba unatengenezwaga. Nogea akabakia mwa ule ujumba, lakini gisi alibakia mwa ule ujumba alikuwa anateseka na anaona ataambiwa kwao hakuna mwenye anashughulika. So akawa anajikonfiaga hata kwa rafiki yake mwenyewe alikuwa anaendaga kutera meko siku zimoja. Inasemekana kwamba mtoto wa Nogea alikuwa na umwaga. So Nogea aseme alikuwa anaendaga na yeye hospitalini kumtibisha mtoto wake na wemthen. So huko akienda kumuona mtoto wake, akimbeba mtoto wake kwa mganga, na ndio anaprofitia na yeye kwenda kupitisha muda kwa warafiki zake wengine. Na habari zingine zinasema alikuwa ni mwanamke mwenye alikuwa anajua kutumika na alikuwa anafanya kazi ya kujishughulisha, hawasemi ni kazi gani. Anyway, Nogea siku moja alipapuzana na bimkubwa wake. Nogea ndo angepashwa kupika, hatujui palitokea nini, lakini mwa hiyo shari mama mkwe akachukua upande wa bimkubwa na wakamshwania wote Nogea na wakamwambia atoke mbele yao, na alipotoka mbele yao akaenda zake ndani akafunga mlango wake akakaa. Telmagis wanaishi ni mpango wa familia na kula wanakuliaga mbele ya mlango wa Nogea siku zote. So walivisha chakula hiyo siku, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, vendredi, wakaweka chakula wakakula, hawakumuita Nogea ajali. Nogea alijifunganiana ndani na mtoto wake. Wengine wakakula, na huko nasikia walipokuwa wanakula walikuwa wanasema kwa sauti kubwa. Nogea nasikia wanasema ni empoli, wanamsema maneno mengi sana. Nogea hakujibia, amekaa kimya. Lakini Nogea alikuwa anatumaga message kwa rafiki zake za maudio na wakwao za maudio, anawaambia matatizo yaliyotokea. Na hiyo shari ya hiyo siku alitumanaga audio kwao wasikie shari yenye imetokea. So then siku ikapita, siku ya Ijumaa ikaisha, wakaingia samedi. Hakuna mwali uliza Nogea na hakuna mwali taka kujua na yeye yuko mle ndani. Kumbe alikuwa ameshajifia wa watu, hakuna mwali uliza. Ilikuwa vendredi, samedi, dimanche. Bwana mkubwa akakuja, anatoka kukazi, akasema alileta zawadi ya watu wote, na akaja ameleta na zawadi ya mtoto wa Nogea. Lakini mume wa Nogea alikuwa haiko pale, alikuwa yuko nje ya mji kwenye alienda kutembea. And then Nogea alikuwa hayupo, si yuko ndani amejifungia, kumbe na ameshafishwa. Ndio bwana mkubwa akauliza Nogea yuko wapi? Wakamwambia hatujui, inakuwa siku 2 hizi hatumuone. Toka makelele yale yaliyotokea hatujamuona, labda alienda kumbeba mtoto wake kwa mganga au yuko kwao. Bwana mkubwa akachukua simu akaita wa kwao, Nogea yuko kwenu? Akasema hayuko, hatujui, tunawazo yuko huko. So ndo akamuita bwana wa Nogea, mke wako yuko wapi? Ulimpa ruhusa kwenda kutembea sehemu? Akasema mimi sijui, lakini ilimtumia message depuis vendredi. Ilionekana message alipokea lakini hakujibu. Okay, so bwana is like, yuko wapi? Kama yuko humo ndani, mbomwe mlango sasa, muulize au mgonge mfungulie. Mamke akasema sitaki kugonga kumlango kwa sababu nikigonga kumlango watu watasema mimi nataka kumchokesha au ni zile tabia
mbaya zenye nataka kuonesha, so muangalie jinsi nyie mtabomoa mlango muende, sitaki kuwa involve. Then bwana wa Nogey akasema mtafute menizie. Wakamtafuta menizie, akaja akabomoa mlango. Kubomoa mlango wakakutana Nogey ameshafishwa na mtoto yuko pembeni, alikuwa analia aseme ka sauti kambali mtoto, kumbe mtoto alikuwa na njaa, walimuacha alilia hizo siku zote. Au watu sasa hatujui, wanasema hawakusikia sauti ya mtoto analia, na ndio maana hawakujua kama Nogey yuko pale au alishafishwa juu hawakusikia mtoto analia. Bwana mkubwa naye anasema mimi nilisikia kama vile mtoto analia kwa mbali kwa mbali. So kwa ufupi wakaita serikali ikasema watafanya mauchunguzi, wakaanza kuuliza watu pale, kila mtu anajitetea kivyake. Na bwana Nogey anasema mamangu alikuwa pale, lakini alisema alizania Nogey nilimpa ruhusa ya kwenda kutembea sehemu, na ndio maana tulijua kama amefishwa baada ya mimi kupanda ruhusa kubomoa nyumba. Wanawauliza mkusikia mtoto analia hizi siku zote? Kwa sababu mtoto angepashwa kulia na njaa. Wanasema hatukusikia kitu. Okay. Nogey walichukua autopsy imetoka inasema kama alifishwa na magonjwa ya roho. Hawakumpa sumu, alikufa na magonjwa ya roho. Audio zinasirkuleza Nogey gisi alivyokuwa anajitabarizia. Babake alikuwa hamtaki Nogey kwao tena arudie, kwa sababu ni aibu, mtoto wangu aliolewa, hapashi kurudia nyumbani. Akiachika itaonekana kama nilikuwa na malezi mabaya. Ndio ile wanasemaga ngurirana gatukana bakwe, unalea vibaya na unatukaniwa na wakwe. So baba alikuwa hataki kutukaniwa na wakwe, watu waseme aliletaga empoli unjomani aliachika, ujumbe ulimshinda. So wanaona afadhali kwa kukinga aibu mtoto abakie mwa huo ujumbe. So mtoto alitoka mle na serikali, wameenda kumzika, na mtoto mdogo amebakiwa mwaka mmoja. Wenyewe aliomba, tunazania ni babake na Nogey na mamake na Nogey, kwa sababu wao ndo mtoto alienda, na ule mjukuu atalelewa pale kwa wao na baba yake. Funzo mwa hii habari ya Nogey ni gani? Ni kusema sisi kama vile wanawake tunapaswa kujipigania. Haina haja wewe ukae unasubiria utoke muujumba umeshavunjwa au wanatoa maiti yako mnyumba. Kwa hiyo hali na pepo ya Mungu hauwezi ukaiona. Ukiwa na roho mbaya, ukiwa na kinyongo, maanake utakufa na roho yako inasumbuka. Wanawake tujifunze kujipenda. Kama mwanaume anakuonesha visa au mnaishi, ulimwambia tutoke tuhame, yeye amekataa kutoka, na unaona kweli hayo maisha anaweza kaya afford, maisha ya kununua, ya kupanga nyumba, maisha ya kukuweka mbali na familia yako, na yeye anakuwa hakupendi. Ukishaenda kuolewa na wale wa boy mama, yani mtoto mwenyewe ni wa mama yake kiasi hiki, aweza akakusikiliza, ndo chanzo cha matatizo. Wanawake tujipende, tujishughulishe, tujipende, tuwe pointi ya kusema nikikata mimi natoka. Usingoje utoke mwa huo ujumba uishi kudunia living hell. Sitajiri uishi mumoto kudunia and then ufe tena juu uende tena mumoto kama haukupata nafasi ya kutubu. No, tujipende. Na mawifi wenye ku create living hell kwa wifi zenu, mjue huu ulimwengu unazunguruka, wanasema what goes around comes around. Ujue wenye unatoa na wewe vitakurudilia. Ukitenda mema atakurudilia, ukitenda mabaya atakurudilia. So haina haja wewe msukume mtoto wa mwenzako ndani ya moto kwa sababu aseme aliolewa na kaka yangu. Tutaulizwa mengi. Najua na nafsi ya huo Nogey ilienda haitaki. Mungu ndo anajua, but I think ulilala njaa. Imagine alishwana nao afu wakamlaza njaa. Sijui kama alikuwa na biskuiti mwa ile nyumba yake zenye alikula mwa usiku until gisi alingoja napata kama ni hata take, kama ni whatever chenye kilimpitua, and then na anafishwa angali na kinyongo na njaa, and then hatujui wenye Mungu alimtayarishia. Guys, tupendane. Na wanawake tujipende, vikikataa toka. Na sisi wanawake tuache
kushame wangine, kutiana aibu, aliachika vilimushinda. C'est tout à fait normal kuachika kama unateseka mujumba. Tunormalize kama kuachika ni normali kama haviendeki. Tupendane na tujipende. Bye for now.